God is good. Igomo konya beragaki. Otubuata wageni, tuna wageni hapa ambao ndege yao, unless they leave within the next 30 minutes, they will miss their flight. So what we will do, I will not even speak. The only person who's going to speak is Honorable former CS Eugene Wamalwa, Honorable Vice President Kalonzo Musyoka, and then we'll hand over to our Governor Simba Arati. Yes. So that wale ambao, I will. Wale ambao wanatakiwa waelekee mapema, tuwaache waende, alafu wengine sasa wataendelea kuzungumza. With those few remarks, I would like to welcome CS. Please come and say a few words. Mapadri wetu, familia ya rafiki wetu, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, gavana na viongozi wote wa Kristo wenzangu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Eugene Wamalwa. Marehemu alikuwa rafiki wangu. Tulijuana mara 3. Yeye alikuwa mbunge mwenzangu kwa bunge la 10, akiwa mbunge kutoka maeneo haya ya Bamachoge, mimi nikiwa mbunge wa Saboti. Yeye pia alikuwa waziri mwenzangu. Nikiwa waziri wa haki na masuala ya katiba, alikuwa naibu wa waziri. Yeye pia alikuwa Mkristo Mkatoliki mwenzangu. Na tukiwa kwa bunge, sisi ndio tulianzisha, we are the pioneers wa ile fellowship ya wabunge wa Katoliki katika bunge la Kenya. Na yeye, vile mmesikia, alikuwa very devout Catholic. Ukiosoma historia yake alikuwa anaitwa the priest. Na kweli alikuwa anatusaidia sana kupanga misa yetu kule bungeni. Lakini sikujua he has a real priest for a brother. May I say pole to you, Father. You've come a long way. Your brother was a great friend of ours and a colleague. Ndio sababu tumekuja na Mheshimiwa Kalonzo, tuseme pole kwa familia, tuseme pole pia kwa watu wa eneo hili. Na kabla sija peana kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Kalonzo na mbunge wa Matungulu, sababu tunaenda naye, dakika moja tu ulete salamu za Machakos, alafu tulete His Excellency ili tuombe ruhusa ya kuondoka. Dakika moja tafadhali. God is good all the time. Asante. Mimi naitwa Mheshimiwa Mule kutoka Matungulu. Simon tulikuwa na yeye bunge nikiwa na Mheshimiwa Arati, na nikasema akufae kwa dhiki, na ndio tukasema tutakuja kupeana pole kwa ndugu yangu. Na niseme kama ndugu yangu mkubwa, nilisoma mengi kwake. Nasema pole kwa familia, pole kwa watu wa Kisii, na pole kwa wabunge wenzangu wale tulifanya kazi na yeye kule bunge. He was a dedicated man, very faithful, very honest, very firm. I want to say, Simba Arati, me and you know very well, we have lost a friend. Na ninaleta salamu yangu kutoka kule Matungulu na Ukambani yote, nikisema ya kwamba sisi kama jamii tutasimama na Wakenya wote wakati wa majonzi, wakati wa furaha, na wakati mambo iko ngumu vile iko ngumu saa hii katika nchi ya Kenya. Na tutasimama imara kuhakikisha Mkenya wa kawaida hataendelea kufinyiliwa tena. Hata kama Simon umeenda, sisi wenye sauti tutainua juu, Mkenya wa kawaida apate nafuu katika Kenya hii. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Nataka nishukuru Father sana kwa injili ya leo. Na nikikumbuka mazishi ya rafiki yangu Simon, nitakumbuka maneno ya injili. Wale mmesikia somo la leo la injili, limeguza maneno 4. Kuna jambo la kizazi cha nyoka.
wakaongea juu ya kutoza ushuru zaidi ya kiasi. Ama ni peke yangu nisikia mambo ya Zakayo hapa? Hata nyinyi mlisikia hiyo? Alafu wakaongea juu ya maadili ya mabawabu, yani polisi. La mwisho wakaongea juu ya shoka iko kwa mizizi ya muti. Kwa mambo haya ya injili, ya kwanza nimeshangaa wiki hii sana kusikia viongozi wetu wa Kenya Kwanza wakianza kuitana nyoka. Nilisikia Mheshimiwa Ishungwa akiambia Mheshimiwa Rais akiwa mbele yake ya kwamba there's a viper on your hand, hiyo viper ifanye nini? Sijui kama mlisikia hayo mambo. Leo wakati tunakuja hapa tumemwona naibu wa rais ako jiji la Nairobi, ako na wabunge wanasema wenzao wakiwa na Mheshimiwa Rais wamemuita Gachagua nyoka. Na leo tumesikia wale wabunge wa Gachagua wanasema nyinyi ndio nini? Nyoka. Tukasema ala, hii imekuwa kizazi cha nyoka ama nini? Lakini sisi tuambie wenzetu wa Kenya Kwanza tukiwa upinzani, ninyi mlisema mtainua wana boda boda, kina mama mboga watoke bottom waende wapi? Up. Kile kimeenda juu ni ushuru, umetoka bottom umeenda wapi? Up. Karo ya shule imetoka bottom imeenda wapi? Up. Sisi twasema badala ninyi kupigana ninyi wenyewe kwa wenyewe kusema wewe ni nyoka na wewe ni nyoka zaidi, mupigane na hii nyoka ambayo imefinya wa Kenya sana juu ya ushuru wa Kenya. Hiyo ndio nyoka unataka mpigane naye. Mupigane na hii nyoka inaitwa ufisadi. Tukiona uwanja wetu wa Jomo Kenyatta International Airport unauzwa, tunataka mupigane na hiyo nyoka ya ufisadi, msipigane ninyi kwa ninyi. Tuko pamoja? Na watu wa Nyanza, uwanja wa Jomo Kenyatta ukiuzwa, hata hii ziwa Victoria inaweza ikauzwa. So lazima tuangalie ni nyoka gani tunataka wapigane nayo. Sio wao kwa wao, kupigana wenyewe, mupiganie wananchi wa Kenya. Tuko pamoja jamani? Mwisho, tukileta kiongozi wetu, nataka nipongeze gavana wa Kisii, my brother. Mwisho tukiwa hapa na rafiki yako Kalonzo, wewe ulikuwa vice chairman. Leo tukirudi Kisii umepata promotion kuwa a full deputy party leader wa ODM. Pongeze my brother. Na wewe tunakushukuru sababu wewe ni mtu imara. We wish you well. Na tukisema ninyi wa ODM mkiamua kufanya na serikali, tuwaomba pia tukiwa na Simba kwa serikali kule, tuko na huyu senator wa Kisii Bwana Onyonka. Tunaomba ya kwamba tuweze kuona ya kwamba ninyi mkia pande ile, sisi tutashikilia upinzani, na tutaomba ya kwamba tukiwa na Kalonzo Musyoka, baba akienda kule Addis Ababa, Kalonzo atabaki kinara wetu kwenye Azimio. Tutaendelea kupambana na hawa watu wa kizazi cha nyoka. Your Excellency, karibu uweze kusema kitu. Wacha gavana akaribishe His Excellency. Tumsifu Yesu Kristu na milele amina. God is good and all the time. Aya vijana, mtaturuhusu tafadhali. Aya dakika moja. Nataka nichukue nafasi hii Vicar General kwa niaba ya Bishop na kanisa Katoliki tulete rambirambi zetu kwa familia ya Mheshimiwa Ogari. Mheshimiwa Ogari nilimjua
wakati nilikwenda kule bungeni, lakini mara ya kwanza mimi kujua Mheshimiwa Ugari amejenga hoteli hapa inaitwa Lockland, ndio ilikuwa kubwa hapa. Kwa hivyo Mheshimiwa Ugari kuna kitu kimoja alikuwa anapenda. Unajua wakati mwingine lazima tuambiane ukweli. Alikuwa rafiki wangu wa karibu. Kuna mahali inaitwa St. Vincent. Kabla sijajenga mimi nilikuwa nalala pale. Sasa alikuwa analala karibu na mimi, lakini alikuwa anapenda kitu kimoja, sigara. Mheshimiwa sasa tunaongea na yeye, ananiambia ile kitu itaua mimi duniani ni sigara, lakini kama ni dhambi nyingine mimi sina. Baadaye Mheshimiwa Ugari akaja akagonjeka wakati wa corona. Alikuwa rafiki wangu wa karibu. Tulikuwa tunaongea na yeye. Nikamwambia ndugu yangu, kwa sababu ya corona waachana na yeye. Akaniambia Simba, corona haiwezi niua. Ile kitu itazoua mimi ni sigara. Ndugu yangu Ugari, enda salama. Na utakapofika, kwa sababu umefika, kazi tunaendelea. Mara ya mwisho wakati tulikuwa na yeye, kwa sababu kura ambazo zilikuwa zimepita, alikuwa amesimama katika chama cha ODM. Mheshimiwa Ugari, nikamwambia ndugu yangu wewe ni mgonjwa. Akaniambia Simba, wewe hakikisha nimepata certificate. Tukahakikisha amepata certificate, lakini hakuwa na nguvu ya kampeni. Ndugu yangu Alpha hapa akashinda yeye. Lakini nataka haya mnikubalie. Lakini familia, vijana, nimeona vijana wa mzee Ugari, tafadhali, na wasichana wake. Huyu mzee amelala hapa, alikuwa mtu wa roho safi. Mheshimiwa Matungulu amesema tumekuwa na yeye bungeni the 11th parliament 12 tukakuwa nikawa gavana. Mnikubalie niseme hili tafadhali. Haya mnikubalie niseme haya mambo mawili. Mheshimiwa Eugene, umesema vizuri na mnisikize mzuri. Vijana hapa wachana na wao, polisi wachana na wao, vijana hapo wachana na wao, wasikize. Mheshimiwa Eugene, mimi nataka niseme haya kwa sababu umesema haya. Tuendelee ama tusiendelee? Haya, wale vijana mtanyamaza tafadhali. Mtanyamaza. Nataka niseme hili. Mheshimiwa Eugene, umesema hapa leo. Mimi juzi nilikuwa vice chairman wa chama cha ODM. Leo hii mimi ni deputy party leader wa ODM. Ndugu yetu ambaye amelala hapa alikuwa mwana ODM. Haya, ndugu yetu alikuwa mwana ODM. Na ninataka niseme hili. Sisi kama ODM hatujaingia kwa serikali ya Kenya Kwanza. Ile kitu tumefanya peke yake, tumepeana Mheshimiwa Kalonzo, tumepeana mtu anaitwa Mbadi, tumepeana haya walikuwa wamejipanga kidogo, sio mbaya. Haya, tumesikia hiyo maneno. Hiyo ni mzuri. Mheshimiwa Kalonzo, tumepeana sisi mtu anaitwa Mbadi, mtu anaitwa Oparanya, mtu anaitwa Opiyo Wandayi, na tukapeana mwingine anaitwa Joe na mama yule kutoka Turukana. Sisi kama chama cha ODM
hatujaama katika Azimio. Sisi ni wana Azimio. Ile kitu tunashukuru Mheshimiwa Rais Ruto ni kwamba amechukua project yetu ambaye ni baba katika kiti cha AAU na anazunguka. Mliniona nilikuwa na wao kule China, tulienda pia kuomba deni kidogo kule. Kwa sababu tuliomba deni ya milioni 40. Hii barabara yetu hapa moja iko na milioni 7 na zingine pia Kenya hii. Kitu peke yake. Mheshimiwa Seneta wangu, Mheshimiwa Onyonka, nataka nishukuru kwa sababu umeleta hii mambo ya airport, na hiyo ilikuwa kitu mzuri sana. Sisi kama chama tutasimama pamoja na kama Azimio. Mimi kama mwenyekiti deputy party leader wa chama cha ODM nitahakikisha chama kiko imara. Hapa leo tunapomzika, nimeona wana ODM wengi hapa sana. Tunaomba kwamba chama kitasimama imara katika Azimio. Mwisho, na mnisikize mzuri, mimi kama gavana wa Kisii, kabla hii juzi kumekuwa na vita kubwa mpaka risasi tumepigwa. Hata yule kijana mmoja aliyepigwa risasi alikufa. Kijana mwingine alikamatwa hapa Kisii akawawa kinyama. Tunasema hivi, polisi tafadhali. Na Mheshimiwa Kalonzo, nashukuru kwa sababu wewe na baba mlipokuja ndiposa hawa askari walirudisha makali yao chini. Ile kitu walikuwa wanataka ni kwamba lazima, ulisikia hiyo clip wakisema kwamba lazima wataingia kwangu kwa nguvu tu wavunje. Lakini sasa siku ile walikuwa wanacheka. Leo hii nataka niwahakikishie, mtu yoyote alihusika katika mauaji ya vijana wetu lazima watawajibika. Mheshimiwa Gari anapolazwa kwake, mimi nataka ni promise hapa town, kwa sababu barabara tunatengeneza, we will name one of the roads kwa jina lake, kwa sababu alikuwa ni mtu mkubwa hapa kwetu. Mwisho, mnikubalie niseme hili. Kila constituency kupitia benki ya Stanbic kuna vijana wetu wengi ambao walipata D, C- na kuelekea juu. Wamekubali kutupea vocational training college 13. Walitupea kompyuta 10 kila VCT. Kuanzia Jumatatu, watoto wote ambao walipata D+ na kuelekea juu, tafadhali, kwa sababu tumelipa pesa, waende wajiandikishe vijana wetu, tuone kama tutaweza pata kazi hapa mbele. Mnikubalie nimalize kwa kusema, Father, nataka nishukuru kwa sababu nyinyi mmesimama katika kuhakikisha kwamba kanisa liko katika mstari wa mbele, kuhakikisha kwamba maendeleo yamefanyika. Na mtu yoyote, ikiwa mimi Simba kama nitaweza kuwa mwizi wa mali ya umma, niliingia hii county nikapata wezi walikuwa wengi ajabu. Nikiwaambia yale maajabu ambayo mimi nimeona hapa, hata mimi mtakapopata nimeenda mbali, lazima mniambie. Mimi hapa KTRH yetu hapa, Mheshimiwa Kalonzo, nilipata inakusanya milioni 47 ina quota. Nilipofika, nilipoondoa yule mungwana pale, tunaokota shilingi milioni 200. Leo hii basari ambayo ilikuwa imesimama kidogo, tunapeana hiyo basari. Budget walikuwa na run in deficit of 1 month 420 million, tunapeana hiyo pesa. Mimi nataka niseme, mnikubalie tigamba boli inwe abananchi bamintu usenini mutu wakano mushahara naende muligereri inche Simba ne team naswete ne Robis
tuguonjoka tukubaibira mukire inche simba ngwakanwa mushara na inwe muntu ndi bwensi nkonyora njira okuiba mosekere talibo mo wanjangete nere na etire na abande na ende no embo na swete na barbo obisi abande na abayibi ngwetande na barbo na tokwenda kuchimutwa igo moko yubago kura abande ngao simba no mobe onde tayole muyanse lakini chibesa chiro cyo cyaba na inchi nto wanja intuna barai twacholero mu MCA umujumbe mu women rep senator governor na ende tuonjoke twanse kubanganga kitoko ibachibesa nkuba saba abantu aminto esenge nje chingake na mheshimiwa Kalonzo no alega mheshimiwa Kalonzo nataka nikwambie sisi hii swala tumeishika mimi nikiwa kama deputy party leader niko mbele we dunga mkuki na nataka nishukuru ndugu yangu former governor mheshimiwa Ongwae. Najua Ongwae alitoroka kidogo. Sasa amepata sisi tena tumetangulia yeye. Sasa mzee rudi kwa chama. Tutapanga hii maneno iende mbele. Ama namna gani? Kwa hayo mengi wacha nimkaribishe mheshimiwa deputy ama vice president mheshimiwa Kalonzo atusalimie. Na mtanikubalia mtakapoongea tafadhali father hata mimi nataka niingie ndege kwa sababu niko na kitu nataka nifanye saa 10. Kwa hivyo matanga itaendelea na tuheshimu viongozi wote ambao wataongea nyuma yetu. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Asanteni korera zangu. Mbiamwere naendi. Bwana Yesu asifiwe. Basi poleni sana Vicar General, father who is also a relative, and the whole family of our late brother Simon Ogari. Kusema kweli nilikuwa nimeona ugumu fulani hadi jana jioni kwa sababu senator wenu Wanaonyonka ambaye ametia sifa Kenya nzima alikuwa naona tufike pamoja na ndugu yangu mwingine hapa anaitwa Ben Momanyi, na tukaona afadhali tufike kwa sababu this was a good leader. This was a good leader. He was a servant leader. Huyu hakuwa mwizi, and we have to use wakati kama huu tumuenzi na pia to encourage familia yake ambayo naona ni familia sawa. And we want to encourage you and tell you that the Most High God, whom your father believed in, will look after you. And the rest of us have to continue to help the best way we can. Lakini tunaishi wakati ambao ni mgumu sana. Mimi kabla nifike hapa nilituma ujumbe kwa Rais Ruto, nikasema nakumbuka wakati nilikuja last time hapa Governor Simba akatulaki, alikuwa ametishwa kuuawa huyu governor wenu, na mimi mwenyewe tukaongea pale Kisii Town tukasema mkimgusa Governor Simba Arati inji nzima italipuka. Waliwachana naye. Sasa hivi ingawaji, and I want to join my friend Eugene to congratulate you for becoming the deputy leader of ODM. ODM umeaffirm kama deputy leader kwamba wewe bado mko Azimio. We want to see that reality.
Lakini upande ule mwingine unasema kwamba our friend Angwae alienda mkamfuata huko. Sasa hii mambo inaleta wasiwasi, hatujui yako vipi. Lakini hiyo sio hoja. Kilicho na umuhimu kabisa tukimsindikiza ndugu yetu huyu ni kusema la kwa ufisadi, la kwa mauaji wa vijana wetu. Hapa Gen Z Kisii mulitia fora. Niliona nyinyi mkichoma matairi mkisema Kenya imebadilika, hatutaki wezi. Tunataka openness. Hatutaki mambo ya siri. Kama mnauza uwanja wa ndege kwa mfano, uwe ni mambo wazi. Na ndio namsifu ndugu yangu Richard Onyonga, seneta wenu, kwa kusimama wazi na kusema uwanja hauwezi kuuzwa bila mazungumzo. Na Senator Onyonga, you become a statesman. In fact, you have raised yourself above Kisii. Huyu jamaa mtatuachia tuende naye Kenya nzima, tubadilishe serikali ambayo inakuja, so that Kenyans will live peaceably, bila mauaji, bila kutishwa. Leo asubuhi yule alikuwa acting inspector general wa polisi alikamatwa ameenda kusema pole. Idara nzima ya mahakama wakasema uwezi kuwa kiongozi wa aina hiyo. We are not through yet na watu kama hao. We want to follow them. Leo asubuhi Ismail na ndugu yake what is the other long, there's a very long name there. Na pia Bob, your own party leader, Jagi, walikuwa wamepotea. Today mwezi mmoja wameshikwa na masubaru na kuwekwa ndani ya Subaru. Governor, you were destined for Subaru if I didn't come here. Na kukataa wakati ule. Kasema ukimshika simba rati zote tutawarukieni. So they have left you alone. We want to leave Kenyans wawe nchi ambayo inatawaliwa na sheria, nchi ambayo ina wezi, kila mtu ajibike kutoka rais mpaka sub chief. Basi usipofanya hivyo, vijana Gen Z wamesema they want their country back. So, as I conclude, mambo haya ni magumu sana. Ni magumu. The new Inspector General, Bwana Kanja, we wish you well. But you must also now listen to what the country is saying. It is obvious police ndio walikuwa wameabduct hawa watu watatu. Wamewachilia leo kuokoa mmoja wao asiende korokoroni. Nje ina gani hiyo? Yaani waachiliwa leo, hata kama mtu hajasoma anaweza kujua kwamba huyu Inspector General Masengeli aliachiliwa leo ndio sasa Kanja aanze afadhali. We going beyond that. Jumatatu hatutakuwa wapinzani, but this is wapinzani ambao tunaelewa nchi. Tumekuwa pale and we want this country to stand strong. On Monday tuko kwa mahakama kupinga mambo haya ya kuuza uwanja wa ndege. We are not atubatishi. Senator Onyonka, congratulations again. The country will stand with you. We know the story inside out. Mtu hawezi kuanza kuuza kuku na mayai ya kuku alafu sasa nataka kuuza uwanja wa ndege. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Hatutakubali mambo haya. Tuko pamoja lakini. Bwana Yesu asifiwe. So we want to speak as we bid farewell to our brother. Now because I'm going with Ben Momanyi Mweneruhusu, we used his car, asija akatukataza ajiandae akuje, but deputy leader, congratulations. I know you Simba. Sasa mimi nataka kuachia amani. Yeah, sorry. Okay. Nataka kuachieni amani because I know hapa Wiper Democratic Movement, we have an MP called Innocent Momanyi. We have a county women rep called Doris. Doris, na kuachia Simba mufanye kazi vile tulikaa initially. I want to see you supporting Simba
And hapa nimeona vijana wanasema kama hamtampatia huyu kijana wa rafiki yetu tikiti ya ODM, Wiper tutampatia. Umenisikia? Because we're in the same coalition. We're in the same coalition. Vijana, umenisikia? I want you to know we mean business and we want to wish this family well. The leadership qualities in your father must be enhanced somehow. Ndio hata Meruka mtangomana na yeye tu kawaida kama vile alikuwa anang'ang'ana na baba yenu. Bwana Yesu asifiwe na alaze roho ya ndugu yetu vyema. Amen. Asante sana. I see the father has overruled me. Asante, tunashukuru. Okay. Asante. Thank you, Your Excellency. Basi kwa wakati huu namwalika Vika